kufanya mambo mpaka ya sirini, alafu na haya mambo ya sirini yasionekane. Hakuna kitu mchawi anakipenda kama kutokuonekana, na hakuna kitu ambacho shetani au wachawi wanafurahia sana kukuta maombi yetu sisi yanapoteza umaana. Hakuna jambo baya. Unakuta jirani yako amekuloga, amekutupia ugonjwa, alafu baadaye unaenda unamwalika kanisani, unamwambia twende nyumbani mwa Bwana, Bwana anaponya, alafu wewe ile shida bado unayo. Kwanza anakudharau. Jambo la pili, anamuona Mungu wako ni kilema. Hebu sema amen. Sikiliza, anamuona Mungu wako ni nani? Kilema. Na ndio maana kama kuna kitu wa Kristo tunatakiwa kuwa nacho, ni kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Hebu sema Roho Mtakatifu. Ina maana hata kama umeenda mahala popote au umeajiriwa popote, wewe una uhakika kwamba mimi Mungu ninayemtumikia basi anionyesha hata ajenda inayoendelea kwenye ulimwengu wa rohoni. Na ndio maana kuna mwingine anaweza kakaa kanisani na ni mchawi, kitu anachofurahia na anawamonya kwa sababu mnasema mna Mungu ila mmeshindwa kumtambua. Wewe nakutambua wewe. Mwingine anaona baba mimi subiria. Hebu sema amen. Sema nikikusomea plani yangu huwezi kuielewa. Anadhania sindui. Juzi nilitangaza njoo nitembee na ulikuja. Ashukuriwe Mungu ulirudi salama. Hiki kitu kwa nikwambia kitu kimoja. Wachawi kitu wanachofurahia ni ile hali ya kuto kuwajua. Na yale maombi yako yabaki kuwa ya hewani. Mfano, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Umemaliza. Unaenda kulala, linakukalia, linafurahi kweli. Na unakuta hawezi akaokoka. Anaweza akawa ni jirani, ila maombi yako anayaona kuwa kama mchele. Kwa sababu anaona maombi hayamzuri. Anaona maombi hayamgusi kwa chochote. Anaona maombi hata ukipiga yeye anakuona tu ndo yale anakuona anakuona kuna namna anakuchukulia. Anashangaa unaomba sawa ila ndo unamkopa sana. Unaomba sawa ila unakula hotelini kwake, ambao kwenye hoteli yake chakula anachokitumia ameweka maji ya maiti. Anafurahia, anasema na wachungaji na wenyewe wanakula kwenye hoteli yangu. Ina maana wamekuwa vipofu. Hebu waza, wachawi wanasema hivi, tunaweza kufanya mambo ya siri, na mambo yale ya siri tukiyafanya hakuna mtu anayeweza kutuona. Ndio ile mtu unakaa mwaka mzima wote na unafurahia. Nikwambie ni dalili moja wapo ya kupotea. Hata kama ukiwa unaota ni mara mia ukawa unaota, hata kama unaota vibaya. Hebu sema amen. Unajua kinachoendelea. Wachawi wanafurahia sana wasipokuwa wanaonekana. Wanafurahia sana wakiendelea kukutesa. Wanafurahia sana wakikuona hali yako inazidi kuwa mbaya. Na ndio maana hata kama imetokea nyumbani kwako umegombana na mume wako na mke wako, huruhusiwi kumwambia mtu yeyote. Nikwambie, kwa sababu anayeweza kuwa amefanya tukio ndio adui huyo ambaye anakutesa, afu wewe unaenda kuomba ushauri. Mwambie mwenzio, yule mshauri wako ndio mchawi mwenyewe. Ngumi moja umeenda kushtaki. Unajua ngumi hizi mimi nateseka sana. Hicho kitu wachawi wanafurahia sana. Wanafurahia kwa sababu hebu waza, wanajitapa, wanasema tunaweza kufanya jambo na Mungu asijue. Tunaweza kufanya jambo na Mungu asijue. Juzi Pastor Moses alikuwa ameota ndoto fulani. Akaniambia, baba, nimeona kwenye ulimwengu wa roho